kwa mechi ya kesho kuanzia kwenye mitandao ya kijamii, semaji wao, yani wanapozungumzia chakula ya mechi ya kesho wameikamia na dau ambalo limetangazwa kama bonus kwao, yani inaonekana wameandaliwa kuitaka mechi. Ndio wanacheza na timu ambayo imewazidi pengine kwa uwezo, lakini hamasa hii inayoonekana ndani ya Mashujaa inaonyesha wanaitaka kweli kweli hii mechi. Lakini hamasa ni kitu kimoja na uchezaji kwa maana ya dakika 90 ni kitu kingine. Mkiopewa hamasa, kama hamna uwezo mtaishia kukamia mchezo. Na kwenye kukamia mchezo huo kunakuwa na impact mwishoni. Dakika za kwanza mnaweza kuonekana mpo bora sana kwa maana ya kushikilia bomba. Mashujaa hawezi wakaingia kukamia mechi na wakawa ni timu ambayo inakwenda kumshambulia Simba mara kwa mara na inakwenda kutafuta matokeo. Ukizingatia wanacheza uwanja ambao unaruhusu kila kitu kichezeke. Unaruhusu mpira mwenge tu. Yes, unaruhusu pasi zitembee, unaruhusu kila mtu aonyeshe mfumo wake na mbinu zake, na unaruhusu kila mtu acheze. Sasa Mashujaa akienda kucheza dhidi ya Simba, akiingia kwa kukamia, it means utamuona tu kwenye eneo lake la chini la ulinzi. Atalinda dakika nyingi akisubiri counter ama sehemu ambayo Simba anakosea, anaondoka na mpira kwenda kutafuta goli. Lakini kama unacheza dhidi ya Simba ukiingia kwa kumheshimu na kuamini ya kwamba unacheza dhidi ya timu bora, inawezekana ikakutengenezea utulivu ambao unaweza ukatumia makosa yake, tofauti na ukiingia kama mkamiaji wa mechi. Kwa sababu mara nyingi sana hizi timu ambazo zinaahidiwa pesa huwa wanafikiria zaidi pesa kuliko kufikiria dakika 90 tunazimalizaje. Sasa pesa zinapatikana ndani ya dakika 90. Yes, kukamia. Na ndo maana nakwambia wanafikiria zaidi pesa. Mfano kama hao wamewaidiwa sijui milioni 100, wakipata ushindi milioni 50 wakitoa sare. Sasa mtu akishikilia bomba kwenye milioni 50, si anaamini anaweza akapata kitu. Sasa matokeo yake ni kwamba mnashikilia bomba mkiamini mnaweza mkatoa sare. Kipindi ambacho inatokea sasa lile bomba lenu limekatika, basi lenu limeteguka, mtu ambaye alikuwa ameweka kitu cha kuzuia matairi yasitembee kimeshateguka, it means mnaenda kuadhibiwa kwenye maeneo ambayo mlikuwa hamtarajii zaidi kuliko kama mngecheza mpira ambao ingekuwa ni kwamba tunacheza, kama ikitokea tunapata sare sawa, bahati nzuri. Kama inatokea tunapoteza, basi tusipoteze kwa goli nyingi. Lakini kama mnaingia kukukamia, kama ikatokea sasa mtu akaruhusu goli ambalo wengi hamkuwa hamjatarajia, inawezekana mkatengeneza njia ya kufungwa zaidi, tena goli nyingi, kwa sababu hamtakuwa na concentration ya kwamba tunahitaji tucheze tupate alama, ila mlikuwa na concentration tunahitaji tucheze asifunge tupate pesa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo pia watu ambao wanakwenda kutengeneza mazingira ya bonus waangalie namna ambavyo wanaweza kutengeneza bonus ambazo zinaweza zikawa ni msaada kwenye timu, sio kutengeneza bonus ambazo inawezekana zikawa ni timu kwa ajili ya wachezaji kwenda kukamia. Sasa kuna bonus aina gani ambayo inaweza kuwa msaada kwa timu? Kuna mazingira ya kuwatengenezea wachezaji bonus. Kama mfano tunakwenda kucheza mechi dhidi ya Simba. Wewe ndio Mashujaa. Yes, mimi ndio mtu ambaye nahitaji ni wadhamini Mashujaa wasiende kucheza mchezo ambao utakuwa ni wa kutafuta pesa. Mimi nawaahidi Mashujaa, mkipata ushindi dhidi ya Simba, nawaahidi pesa. Nawaahidi donge nono kabisa ambalo litakwenda kutoka. Na hii haiwi kwa sababu ya mechi moja, na kuwa natoa kwa sababu kwa mechi tofauti tofauti. Mfano najua na mechi dhidi ya Simba, mechi 3 mbele na kwenda kucheza dhidi ya Simba au dhidi ya Yanga, naanza kutengeneza mazingira ya bonus. Nawaambia jamani, leo tunacheza na Pamba. Hawa Pamba tunawamudu. Tukipata matokeo ya alama 3 dhidi ya Pamba, naweka labda milioni 50. Wanakwenda kucheza dhidi ya Pamba, inatokea wanashinda. Wewe ni boss sana. Yes. Inakuja mechi dhidi ya Azam, nasema jamani, hii mechi ya Azam ni mechi kubwa. Nawaambia kabisa tukipata ushindi, dau la pesa sitaji pesa. Nawaambia tu dau la pesa linaongezeka kutoka pale ambapo tulishinda mechi iliyopita dhidi ya Pamba. Wachezaji wanaingia wanapata matokeo, mimi nawapa 70. Umeshaona mazingira nayotengeneza. Wanakwenda kucheza dhidi ya Simba. Nawaambia jamani, hapa kuna donge nono zaidi ya madonge ambayo nimetoka kuyatoa kwenye michezo miwili mfululizo. Twendeni tukapate matokeo na kuja kuwapa pesa ya kutosha. Wachezaji wataamini ya kwamba sisi kule tuna pesa. Yaani mchezaji hawezi kujua kuna pesa kiasi gani, ila anajua oya tulishinda mechi ya Pamba tukapata 50. Tukashinda mechi ya Azam tukapata 70. Hii mechi ya Simba ni kubwa kuliko wale wengine wote. Hapa mazee kuna pesa kubwa kuliko ile iliyopita.
twendeni tucheze, tutafute matokeo ambayo yatatusababisha tupate nini? Tupate bonus ya pesa. Okay. Lakini ukitengeneza mazingira, inakuja mechi ya Simba ndio unatangazia watu wacheze mechi wapate pesa. Haiwezekani mtu akapata ushindi. Kwani wewe faida yake ni nini kuanza kuwapa kwenye mechi nyingine kuelekea mechi? Unatengeneza mazingira ya mchezaji kuzoea kile ambacho kimekuwa kinafanyika. Yaani mchezaji anaona kupata bonus sisi ni kitu cha kawaida kwenye timu yetu. Mfano hizi Simba na Yanga, kila siku hao jamaa wanapata bonus. Faisal, mfano nitoe mfano hai. Faisal kwenye kikosi cha Azam, akitoa assist anapata pesa. Akifunga goli anapata pesa. Akisaidia timu yake kupata matokeo anapata pesa. Hiyo ni aina ya mikataba ambayo pia ipo kwa baadhi ya timu nyingi huko Ulaya. Wachezaji huo wanapewa kwenye mikataba yao kabisa, wanasaini. Nikifanya hivi nafanya hivi. Ukichukua UEFA unapata pesa inaongezeka kiasi fulani. Ukichukua ligi, pesa yako ya mkataba inaongezeka kiasi fulani. Yaani hicho ni kawaida. Sasa mchezaji ambaye amezoea kupata bonus kama hivi, sisi hatujafika huko utengano. Ndio tunatakiwa kutengeneza mazoezi Mashujaa. Wengi wanazungumza hivyo kwamba atamfanya mazoezi ya kuelekea finali. Bado finali ana mechi nyingi hapa katikati. Lakini issue ya finali kuwa ina tense kubwa, ina hamasa kubwa kwa klabu ya Simba na hata wenyewe pia wana shauku kubwa na finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kabisa. Inaweza ikapunguza ladha kidogo kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu watu watakuwa na mafikirio kwamba sije nikaumia hapa tena, nikajikuta mikosa finali. No tata. Yaani kwa sababu Simba ndio wanahitaji ushindi wa kombe la shirikisho barani Afrika, lakini trust me, they have a feeling kwamba utakuwa mchezo mwepesi. Yaani wanalifahamu. Wanakwenda kukutana na timu bora. Kwa hiyo sitegemei kwamba mtu anaweza akawa anafikiria kwamba naweza nikaumia nikafanyaje. I believe hizo zinaweza zikaanza kutokea kule baadaye watakapoanza kukutana na kina KMC tarehe 11 huko kidogo ndo anaweza akacheza kwa tahadhari, lakini bado wanaamini kwamba siku zipo za kutosha hapa katikati. Kwa hiyo mchezo wa leo Simba anakwenda kujituma na kucheza kwa juhudi, kwa sababu Simba akitokea amepata sare au kupoteza mchezo anazidi kujiweka eneo baya kwenye hiyo finali na kuelekea kwenye mwisho wa ligi. Kwa nini naiweka hata finali? Pressure itakuwa kubwa kwa upande wake, kwa sababu akishapoteza au akapata hasa kwenye kupoteza, it means anamweka Young Africans kwenye eneo zuri la kuwa bingwa. Sasa ile pressure ambayo itatoka huko kwa mashabiki wake, kwa mashabiki wa timu pinzani na hali kadhalika, inaweza ikaenda kumwathiri hata kwenye finali yenyewe. Kwa hiyo ni lazima awe confident kwenye matokeo ambayo atakuwa anayapata. Akiendelea kupata matokeo ya ushindi, it means anakuwa yuko confident, anajiamini, anaamini kwamba naweza nikafanya vizuri finali na nikaja huko nikafanya vizuri. Lakini akishateleza tu sehemu moja, atajiongezea pressure hata kuelekea kwenye mchezo wa finali na kuelekea mwishoni mwa msimu. Kwa hiyo ninaamini kwa kiasi kikubwa kwamba huu mchezo wanauhitaji kwa namna moja ama nyingine. Mchezo dhidi ya Mashujaa wanauhitaji na Simba wataingia kwa nguvu zote kuweza kuondoka na alama. Ukiangalia huu mchezo upo kwenye eneo zuri, yani ametoka kucheza, bado hajakaa muda mrefu bila kucheza, anakwenda kucheza, anahitaji ushindi, lakini pia kuelekea kwenye mchezo wake wa finali bado kuna tarehe nyingi, bado ni mbali, bado siku 16 na itakuwa bado siku 15 akicheza kesho. Kwa hiyo unaona kabisa bado kuna wigo mpana takriban wiki mbili. So I believe watajituma. Issue inabaki kwa mwalimu, ni wachezaji gani ambao ata-opt kuwatumia, kwa sababu bado naamini ataendelea kuwatumia wale ambao ni bora. Sasa kuelekea zile mechi za mwisho za I think dhidi ya KMC pale tarehe 11, pale ndio kidogo Simba anaweza akawa na mvutano, akaanza kupunguza wachezaji fulani wasicheze, ndio anaweza kaanza kupata wakati mgumu. Lakini huu una morali yote, umetoka kumpiga Stellenbosch, umevuka, unakwenda kukutana na Mashujaa, bado wachezaji unaweza kuwatumia wale Simba na nafasi kubwa ya kuondoka na alama kwenye mchezo wale. Tena unacheza pale KMC kesho hiyo. Naona na nafasi kubwa ya kuweza kuibuka na ushindi. Sawa. Sasa wewe ndio kwa sababu unaona hata ile mechi ya Stellenbosch alianzia bench, baadaye ndo akaja kuingia dakika za jioni ile akiwa Simba ataka kufunga behewa la treni nyuma ili watu wasifunge, kwa sababu maana alitoa mshambuliaji akaingiza beki. Haikuwa kazi ndogo, ilikuwa ni kazi ngumu. Mechi kama hizi ni vizuri sana mtu kama Chemalon akaanza bila shaka Lutengano, ili kumwezesha kurudi kwenye njia yake kabla finali. Kuna mawili. Inawezekana ikawa sehemu ya kumrejesha, lakini unamrejesha alafu yule ambaye alikuwa ana perform vizuri itakuwaje? Unamaanisha kwamba Shamu Kalabwa ka perform vizuri kuliko Chemalon? Mimi ningekuwa mwalimu, ningekuwa sehemu ya benchi la ufundi la Simba, nisingefikiria kumuondoa kwenye njia Chamo, kwa sababu moja.
Unajua Simba walikuwa wanacheza Chemalon pamoja na Abdulrazak Hamza, lakini kuna baadhi ya mistake ambazo zilikuwa zinatokea kwenye eneo la defense ambazo mara nyingi sana zilisababishwa na Chemalon Fondo. Kwa maana ya mistake ambazo walikuwa anazifanya, mfano kwenye kurejesha mpira, mtu akachukua mpira akaenda akafunga, pasi alipiga pasi fupi, lakini kuna muda alipiga chenga, beki akachukua mpira akaenda akatandika. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinatokea, mistake zinatokea, zile mistake binafsi za mchezaji mmoja mmoja. Lakini kwa michezo ambayo Chamo amecheza na ilikuwa na intensity kubwa, lakini ameonekana kuwa bora, japokuwa na yeye ana makosa yake, mapungufu yake, imetokea tu hajapata mtu ambaye ameadhihirisha kiuhalisia. Mfano Chamo, makosa yake, miongoni mwa makosa ambayo yanayo, kwanza hana kasi, kitu ambacho kinamnyima nafasi ya yeye kuweza kucheza mpira vizuri, lakini control yake mguuni imekuwa ni ngumu. Ila hicho kitu huwa haruhusu mshambuliaji afike mguuni kwake. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa na advantage sana kwake. Yaani anajua kabisa mimi control yangu ni mbovu. Sasa simruhusu mshambuliaji afike miguuni mwangu. Kwa hiyo amekuwa mwepesi sana wa kutoa pasi. Lakini Simba inakosa zile pasi ndefu ambazo mabeki huwa wanazicheza, kwa maana ya Chemalon. Pasi timu ikiwa imezidiwa, inacheza ipo chini, tunatafuta mchezaji mmoja ambaye anaweza kukimbia kwenye counter. Unapigwa mpira mrefu, anakimbilia mpira ule, ana control, timu inapata faida, inawezekana ikapata goli. Alishafanya hivyo kwenye mchezo dhidi ya Constantine, kama kumbukumbu zangu zipo sawa. Alipiga mpira mrefu, Ateba akaukontrol kurudisha nyuma, Jeana wakaweka kifuani, akatia kamba. Miongoni mwa michezo ambayo ilikuwa migumu kwa Simba, lakini ilipatikana walau goli ambalo lilikuwa limetokana na setup kutoka kwa walinzi wa nyuma. Hicho ndicho ambacho kimekuwa kinafanywa na Chemalon, ambacho Hamza pamoja na Chamo hawakifanyi. Lakini kwa nini nimesema siwezi kuprefer kumchezesha Chemalon? Ni kwa sababu kwanza ametoka injury. Mechi hizi 4 haziwezi zikatosha kumrejesha kwenye huo usawa ambao unahitajika, na ukizingatia ametoka injury, na ikatokea mtu akamtonesha mchezo mmoja kabla ya mchezo wa finali, ina maana tunarejea kule kwenda kumtumia Chamo ambaye atakuwa amekosekana kwenye hii michezo mfululizo ambayo ilitakiwa aendelee kupata game time ya yeye pamoja na Abdulrazak kuweza kuzoeana na kucheza kwenye mstari mmoja. Sasa hivi Chemalon kama atacheza, ni kwa sababu ya mwalimu kupumzisha walau mchezaji mmoja kati ya wale mabeki ambao wamezoeleka kucheza, apate muda wa kupumzika. Ina maana leo mchezo huu atampumzisha Hamza, Chamo atacheza na Chemalon, kesho atampumzisha Chamo, Hamza atacheza na Chemalon. Na hicho ndicho ambacho utakiona kwenye michezo hivi karibuni ya Simba. Kutakuwa na mabadilishano ya wachezaji, kwa maana ya wabeki. Atakuwa anapumzika huyu, atacheza huyu, atapumzika, atacheza huyu, kila mtu kumpa game time. Kama Chemalon atarejea kwenye ule ubora ambao wamekuwa anacheza, inawezekana akawepo kwenye kosi ya finali. Lakini mimi kwa namna ambavyo nimemwona Fadru, huwa anacheza na mdundo wa mtu. Yaani kama umetoka injury, anasubiri mpaka uwe na uhakika wa 100% umerejea kwenye kiwango chako, anakuchezesha. Na ndio maana umemwona Ateba aliumia kidogo tu, Mkwala amejaa kwenye mfumo, akaendelea na mbio. Debora aliumia kidogo tu, Ngoma akajaa kwenye mfumo, akaendelea kwenye njia. Okajefa aliteleza kidogo, Kagoma ametoka kwenye injury, akambit, amerejea kwenye mfumo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaonekana ukishajaa kwenye mfumo wake, hata kama umetoka injury jana, ila umejaa kwenye mfumo wa Fadlu, yeye atakuchezesha. Hata kama ulikuwa unacheza kila siku, ila mtu ambaye ametoka injury akaja kuzidi uwezo wako, anakuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anaangalia zaidi mazoezini, mchezaji amefanya nini, then anakuja kumpa nafasi kwenye mechi, ana improve, anaonyesha kile ambacho kinafanyika, Fadlu anaishi naye kwenye michezo mingine. Sawa bwana, na wewe weka maneno yako hapo YouTube kupitia Bongo TV. Lutengano pamoja na Choni kwa msimu huu, kwangu mimi ninavyoiona, yani Simba ipo kama mtego sana, yani ipo katika namna ambayo ina uwezekano kujikuta inamaliza bila kombe lolote au inamaliza na makombe yote. Yani kama ipo katikati, yani ni rahisi sana kujikuta wanamaliza bila kombe au makombe yote matatu. Treble. Kwa kumbukumbu zangu, kuna msimu Liverpool aliwahi kukutana na hali kama hii. Yani tena yeye yalikuwa 4. Carabao, Champions League, wapi kote alikuwa kuna nafasi anaonekana anaenda kuipata, lakini at the end of the day aliondoka bila kombe lolote. Simba wako kwenye mtego huo msimu huu. Yani wako kwenye mtego wa kwamba unaweza ukajikuta upo kwenye maeneo ya kushinda makombe yote, lakini usiondoke na makombe yote. Hii iko very open.
Simba anashiriki kwenye CAF Confederation Cup, yuko finali, nafasi kubwa ya kutoa ubingwa. Amebakiza mechi hizo 2, lakini mpinzani wake ni RS Berkane. Simba hajawahi kubeba hilo kombe, Berkane amekuwa anabeba miaka ya hivi karibuni, lakini pia hata safari yake, yani ushindi wake anaonekana kabisa kuwa bora ukilinganisha na Simba. Hahitaji maelezo mengi. Yani advantage Simba alionayo ni kwamba anamaliza hapa nyumbani. Hiyo ni advantage kubwa. Yani ni namna gani kule unaenda kukomaa, kukaza. Then hapo unakuja kumaliza shughuli kwa sababu au usifungwe kabisa. Yes, kwa sababu Simba amewahi kushinda 1-0 mbele ya huyo Berkane. Kwa hiyo ndo advantage kubwa. Lakini kule akiteleza tu kidogo, huku watu wanakuja kulala. Tunawafahamu Waarabu, shughuli itakuwa si nzito. Though dhidi ya Al Masry aliweza kufanya maajabu, kapoteza 2, kaja huku 2 zimerudi. Ukija kwenye ligi ni pagumu sana. Yani ligi ndo pagumu kwa Simba. Ana mechi 4 zinafuatana hapa, 2, 5, 8, 11. Na kuna mechi zingine naona wamempeleka mbali, si ndio? Hata ndo maana tarehe ya KMC nilizungumza, sidhani kama inachezwa Dar es Salaam. Wamempeleka mbali. Sasa sijajua wataenda kucheza huko au itakuwaje. Sasa kama itabidi naanze kusafiri na nini, kuna namna ambavyo atakuwa na ugumu. Hasa mwalimu tumekuwa tukijiuliza wote hapa, ni anaenda kupanga vipi kikosi. Okay, tuachilie mbali ameshinda mechi zake, lakini Young Africans anahitaji kushinda zote tu, then asubiri mechi yake ya mwisho kama itakuwepo dhidi ya Simba. Ni kama itakuwa tena finali kwa Simba. Unahakika kwamba Simba atashinda, kuna ugumu wake Simba kuweza kushinda mbele ya Yanga. Hata kwa mechi za hivi karibuni na mambo ambavyo alikuwa akienda. Kwa hiyo anaweza akalipoteza. Tunakwenda kwenye FA. Kwenye FA ya imini sasa ya hapa ndani, si ndio? Shirikisho la TFF la nyumbani. Anakwenda kukutana na mziki huo. Yaani atokea ameshinda mechi zote, labda atakutana na Yanga kwenye nusu au kwenye finali. Ana Singida, ana harufu ya Yanga au JKT. Umeona bana? Ana Singida kwanza, alafu ana harufu ya Yanga au JKT. Tunarudi kule akianza na Singida naye mgumu, pia Singida naye kwenye ligi. Umeona bana, umpige Singida kote. Singida wa sasa hivi si rahisi, though inawezekana. Then bado una Yanga ndani yake. Kwa hiyo ukiweka kwenye mzani, ana nafasi ya kushinda makombe yote, lakini out of nowhere, all of a sudden unaweza ukashangaa Simba anapoteza makombe yote. Bwana, tuambie pia na wewe, ungekuwa kocha wa Simba, sehemu gani ya uwanja, sehemu gani ya kikosi cha Simba ungekifanyia sana rotation kipindi hiki cha kuelekea finali? Ni wewe huyo. Yeye atalijibu kwa wakati wake. Jibu wewe. Choni. Kuna sehemu ambayo Vest inafanywa rotation, na rotation itaendelea kuwepo, ni eneo la ushambuliaji yoyote tu, lakini mimi ningeendelea kumtumia Mukwala aendelee kwa sababu mimi naona ndo ana kitu kilinganisha na Ateba, kwa aendelee kupata nafasi ya kucheza. Though kuna nyakati ambazo ingebidi nimpumzishe, labda anaanza ikifika dakika 60 ngapi anapumzika hivyo. Aendelee kuwa na match fitness, lakini pia asije akabani calories nyingi mwisho wa siku akachoka, au mechi 2 acheze au 3 moja anapumzika, kwa sababu mechi 4 hizi kidogo ni nyingi. Then obviously kwenye eneo la kiungo ningefanya mabadiliko makubwa kwenye eneo la kiungo. Yani kuna kitu kipi ambacho ningetamani kukiona kwenye hizi mechi 4, hata kama kwa nani na nani wa kikosi cha Simba? Alesti, Debra, Okejefa hawajapata zaidi nafasi, na kuna kitu ambacho naamini wanacho mimi binafsi. Hiyo sura kukunja hivyo Lutengano anamaanisha nini? Anamaanisha hajakubaliana na mimi. Haiwezekani, yani naona ulichokiongea ni sawa, ila mimi inategemeana na malengo ambayo Simba wanayo. Kwa sababu kwenye ligi ni sehemu ambayo pia Simba wanaitazama, kwa maana ya kwenda kuchukua ubingwa wa ligi. Kama Simba wana malengo ya kuchukua ubingwa, ina maana mashindano ya ligi yatakuwa na yani wanavyoyachukulia itakuwa ni sawa na vile ambavyo wanachukulia kwenye kombe la shirikisho. Inawezekana shirikisho wakaongeza nguvu zaidi, lakini hata kwenye kombe la ligi, kwa maana ya mashindano ya ligi, ni lazima nako waangalie kwa jicho la tatu. Sasa rotation haiwezi ikafanyika kwa ajili ya kupumzisha wachezaji kwenye mashindano ambayo wewe nayo pia unayatolea jicho. Yani leo hii kama Simba wangekuwa wanasema wamezidiwa alama 6 na Yanga, ambazo hata wakicheza sasa hivi yani mechi sawa kila kitu sawa, afu wamezidiwa alama 6, mechi zimebaki 3, Simba wangeprefer kuiachana na mechi za ligi. Hapo ndo ungeshuhudia rotation. Lakini sasa hivi Simba anaamini pia na yeye kwamba mimi nikishinda mechi zangu na yeye akishinda mechi zake, tunakutana na mechi moja mimi na yeye, ina maana nikikutana naye na uwezo wa kumfunga na uwezo wa kuchukua ubingwa. Kwa nini nifanye rotation? Na najua kabisa nikifanya rotation kuna mambo ambayo yanaweza yakatokea yakawa na madhara kwenye kikosi changu. Kwa hiyo ni lazima pia tujue Fadru na Simba wana malengo gani na ligi. Kama wana malengo ya kuchukua ligi, hauwezi kutarajia rotation kubwa ndugu yangu.
Yani rotation ambayo itafanyika ni ile ya kila siku, kwamba mabadilishano, Mkwala atatoka nje, ataanza Ateba, Ladak Chasambi atarejea kwenye kikosi. Hayo ni mabadilishano ambayo tumeyazoea. Ladak anacheza kila siku kwenye ligi. Lakini mabadilishano magumu ambayo rotation ambayo ni ngumu kuifanya ni kumuona Fadlu anamtoa Kamara langoni, anamuingiza Ishimanula, anamuingiza Ali Salim. Rotation ngumu kuifanya ni kumuona anamtoa Abdulrazak Hamza, anamtoa Chemalon, anamtoa Chamo, kwenye pale wenye katikati anacheza Kazi Huseni kwenye kikosi cha Simba. Yani hizo ni rotation ambazo huwezi kuziona, huzitarajii. Ila kama hawana mpango, utaona Huseni Kazi amecheza nyuma na Chamo, Huseni Kazi amecheza nyuma na Chemalon. Unajua kabisa hapa Simba hapa target yao kweli ni kwenye kombe la shirikisho, na wapo serious kwenye shirikisho. Lakini unajiuliza we mwenyewe, alama moja tu ndio imfanye Simba achane na ligi afikirie shirikisho? No, yani kwa mimi sitarajii kuona rotation. Okay. Changamoto tu inakuja ni mechi mfululizo, labda fatigue na nini, lakini itadepend na mwalimu ana mipango gani na timu yake. Sawa, ni muda wa kutoa